Hii ni miaka ya 90 mwanzoni kabisa. Huyu ni mama anaitwa Felicia na huyu ni binti yake ambaye anaitwa Beatrice. Kamleta kwa Prophet maana Beatrice ana ujauzito wa wiki 12, yani miezi minne. Prophet anauliza wanafikiria nini kichwani. Felicia kama mama anasema ameshafikiria kila kitu, mtoto wake bado ni mtoto, anawezaje kuwa na mtoto? Hujanijibu swali, Prophet anasema. Felicia naye anajibu kwamba ni kweli amepanga kuitoa hiyo mimba. Nitazame we binti, usijaribu kuitoa hiyo mimba. Beatrice anauliza ni kwa nini asijaribu? Prophet anasema ukijaribu utakufa hapo hapo. Na sio mimba hii tu, hata mimba nyingine zijazo katika tumbo lako hauruhusiwi kuitoa kabisa. Na ndo utabiri ambao anapewa leo. Felicia anasema kwamba kama hiyo mimba haiwezi kutolewa, basi Michael ambaye kampa ujauzito ndiyo ambaye anapaswa kumuoa binti yake. Prophet anasema huyu bado mdogo kuolewa. Yaani awe mkubwa kupanua miguu yake na kupewa ujauzito, alafu awe mdogo kuolewa, si ndio? Ukweli uliokuwa wazi, Felicia na binti yake Beatrice hawana upendo wala maelewano kabisa. Prophet akasema, Felicia, naomba unipishe, nahitaji kuongea na binti yako Beatrice. Felicia kweli akawapisha. Prophet anasema, najua Beatrice ataenda kwa marafiki zake kwenda kuwauliza namna gani nzuri na salama kuweza kutoa ujauzito. Asijaribu, atakufa. Beatrice anasema mama yake anataka aolewe na Michael na yeye ampendi Michael. Humpendi Michael? Mwanaume ambaye kakupa ujauzito, kwa nini ulimruhusu sasa kulala naye? Beatrice anasema alitaka tu kuonja ajue ambavyo inanogaje. Mbona marafiki zake wanafanya na hawapati? Yeye mara moja tu tayari imo. Mama Felicia baadaye akamchukua binti yake, akampakiza kwenye gari, akamtazama kwa hasira kinoma. Hatujui kitu gani ambacho kinafuata. Movie inaitwa The Long Way Home. Mimi ni storyteller wako naitwa Seda SEDA. Tondoke wote wanangu. Ni miaka 28 sasa imepita na huyu ndo Beatrice. Amekuwa tajiri sasa hivi maana mamake Felicia alimwachia ulisi wa kusimamia biashara zake na pesa zake zote. Felicia akaenda kuishi zake huko Ghana kwa aibu ya binti yake mdogo Beatrice kupata ujauzito. Na huyu ndio mtoto wake wa pekee ambaye anaitwa Thelma, ambaye aliambiwa asitoe ule ujauzito. Ule ujauzito ndio umemleta Thelma. Thelma bwana ana mwanaume wake ambaye anaitwa Kayode, ambaye anasema kwamba mama yake Beatrice hampendi kabisa Kayode. Lakini Beatrice anasema mbona anampenda Kayode kama mkwewe? Kitu pekee ambacho hana imani nacho, hana imani na hisia za Kayode, kwamba Kayode ana nia nzuri kweli na binti yake. Thelma anasema kwamba mama yake hapaswi kuwa na wasiwasi kabisa na Kayode, kwa maana hao wawili wanapendana sana. Lakini mama anasema kama unamwamini Kayode, basi mwalike Dina, kuna mambo bado nataka kumchunguza. Mama, umchunguzi wa nini? Unasahau kwamba ameshanivisha pete tayari, mimi na yeye ni wachumba. Mama anasema ndiyo, lakini nitaacha kumchunguza mpaka pale ambapo mtaingia kwenye ndoa rasmi. Huyu ndio Kayode. Wanafurahi kuonana wapenda nao hao wawili. Kayode anamuuliza Thelma, vipi kuhusu mama yake huko alikotoka? Thelma anasema kwamba mama yake bado hana uhakika na malengo ya Kayode kwake. Malengo? Vipi wewe? Unafikiria nini? Thelma anasema kwamba anafikiri kwamba mama yake naye atamkubali tu kwa sababu yeye hana wasiwasi kabisa na mchizi. Thelma kadokoa kitu kidogo hapa ambacho jamaa alikuwa anakipika, basi upendo tu. Mama Beatrice ni tajiri sana, anaendeshwa katika renji ya gharama mno. Kuna kijana mtu wa mazoezi mrefu handsome boy alikuwa anapita katika njia hii. Beatrice akamuru gari isimamishwe. Chidi, mchizi akashangaa. Nani? Oh, Mrs. Ibe. Oh, niite Beatrice bana. Sijakuwa Mrs. Ibe kwa miaka 15 sasa. Oh, sawa Beatrice. Ni miaka 15 tangu hao wawili waonane. Huyu kijana alikuwa ni rafiki wa utotoni wa Thelma kama ambavyo nawaona hapa. Namaanisha Thelma binti wa Beatrice. Kwa hiyo Chidi anamuona Beatrice kama mama yake mzazi vile. Beatrice anamsifia mchizi kwamba ana kifua kizuri, muonekano, ananukia sana. Akampa simu aweke namba yake. Mchizi akashtuka lakini akaandika namba. Baada hapo Beatrice akasema, unaogopa nini? Mimi singati bana. Baada hapo akampigia alafu akamwambia kwamba isave hiyo namba, nitakutafuta. Akamuru gari iondoke. Tazama tabasamu lake la tamaa na mate mengi. Beatrice tangu usichana alikuwa hawezi kabisa kuifunga miguu yake. Chidi anabaki na shangaa. Huyu mama ana malengo gani na yeye? Hata Michael alimwacha kwa ajili hiyo hiyo Beatrice. Alimwambia kwamba alimuoa ni kwa sababu alimpa mimba tu ya Thelma, lakini hawezi kuendelea na mwanamke asiyeweza kufunga mapaja yake. Na Thelma pamoja na Chidi waliona hili tukio lote. Thelma alimwambia Chidi kwamba ni kwa kuwa yeye ni msichana anapaswa kubaki na mama yake. Angekuwa ni wa kiume angeenda na baba yake. Hizo ni sheria za maisha, lakini ingekuwa ni uamuzi wake angeondoka tu na baba yake. Leo ni ile siku ya Dina. Beatrice ambao aliwaalika Thelma pamoja na Kayode. Thelma anashtuka kumkuta Chidi. Wewe, ni miaka 10
15 sasa imepita. Yaani wanafurahiana, hii hali ikaanza kumkwaza Kayode. Hafu umekuwa mzuri. Kayode akaona mchizi kama amevuka mipaka. Kayode akakoa. Kijana, unakanyaga waya. Akajitambulisha kwamba mimi naitwa Kayode, mchumba wake Thelma. Mama anasema, nisameheni bila utambulisho Chidi, huyu ni Kayode. Kayode, huyu ni Chidi. Yaani Chidi na Thelma walikuwa marafiki wasiotengana unaambiwa. Na kila mtu alifikiri ndo atakuja kuwa wanandoa. Thelma anasema, mama, sio kweli bwana. Chidi, hebu sema ukweli. Beatrice anasema, usimlisha maneno kijana wa watu. Mama, mbona kama unadanganya historia? Beatrice ni kama anachezesha draft. Anamuuliza Chidi, hivi unajua ni kwa nini baba yake Thelma kuondoka naye? Chidi anasema, ni sheria, wasichana ubaki na mama zao na wavulana huondoka na baba zao. Ni uongo. Baba yake angeweza kuondoka na Thelma, lakini tukakubaliana abaki na wewe kwa sababu wewe ndio ulikuwa rafiki yake wa pekee kabisa. Kwa hiyo kuondoka naye ni kwa sababu yako. Thelma alipata hasira. Aliona kabisa hii ni lugha ya kinyume ya kumuumiza Kayode. Akasema, mama, naomba tule hizi stories ziishie hapa. Njiani Kayode kamaindi kinoma. Anamwambia Thelma, tulishaelezeana kuhusu maex zetu wote, lakini hujawahi kuniambia ex wako yote ambaye anaitwa Chidi. Anasema ni kwa sababu yule sio ex wake, yule ni kama kaka yake, ni kama rafiki yake. Kwa kulikuwa hakuna hata haja ya kumuelezea kwa sababu hawajai kuwa na mahusiano. Lakini Kayode anahisi kabisa mtoto wa kike ni kama kuna kitu ambacho anamficha. Tayari sumu kutoka kwa Beatrice imemuingia. Chidi alipata nafasi ya kupata lunch na mrembo Thelma, na hii ilikuwa ni ruhusa kutoka kwa Kayode. Thelma anamuuliza Chidi anajihusisha na shughuli gani kwa sasa. Chidi anasema kwamba anauza magari used, ni kama dalali tu kwa sababu hana mtaji mkubwa kwa sasa. Chidi anamuuliza Thelma, vipi kuhusu ndoa yake, imefikia wapi? Thelma anasema kwamba anasimamia yeye mwenyewe kila kitu na kila kitu kinaenda sawa. Si anamjua? Ndiyo, lakini una uhakika na chaguo lako kwa Kayode? Thelma anasema Kayode ndio chaguo lake la kwanza na la mwisho. Hana option namba 2 wala namba 3, ni Kayode tu. Chidi anatupa nyavu kwamba kama siku ataona Kayode hatoshi, basi amcheki yeye kwanza kabla hajamwambia mama yake Beatrice ama hajamwambia best friend wake. Hakikishe anamshirikisha yeye kabla ya mtu yoyote yule. Kisha akamshika mkono akampapasa mtoto wa kike. Ikamtengenezea hisia mbaya sana Thelma. Kafika nyumbani anakumbuka tu ambavyo alikuwa ameshikwa mkono na kupapaswa. Akataka kumtumia text mchizi. Bahati nzuri Kayode naye akawa anatokea, akapotezea. Akamwambia Kayode kwamba kuanzia leo hataki kupewa ruhusa tena ya kuonana na Chidi. Kayode anauliza, vipi, kuna jambo baya ambalo limetokea huko? Mtoto kike anasema hapana, lakini amegundua kila atakapokuwa karibu na Chidi anakuwa kama anamkwaza sana mpenzi wake Kayode, kwa hiyo hataki kabisa kumkwaza. Mama mkwe Beatrice anapata dina na Kayode. Anamuuliza, vipi, kuna changamoto yoyote ambayo anaipata kuwa na binti yake Thelma? Kayode anasema kwamba wako sawa kwenye kila kitu. Changamoto pekee ni kwamba Thelma hataki kupata mtoto na yeye Kayode yupo tayari kupata mtoto kwa sasa. Mama anasema, unachokizungumza huyo ni hakika tu atakuwa ni Thelma kweli kasema. Na nafikiri kwa sasa itaenda kuwa ngumu zaidi. Kwa nini? Maana Chidi amerudi kwenye maisha ya Thelma tena. Chidi? Ndiyo, muda wote akiwa karibu na Thelma, Thelma anakuwa tofauti kabisa na nimjuavyo. Usimwaze Chidi bwana, hawezi kufanya chochote kile, namjua hana madhara. Sasa kama hana madhara, kwa nini Thelma amesema kwamba nisimruhusu tena kuonana naye baada tu kutoka lunch? Mama anasema, ukiona mwanamke amekwambia kila kitu ambacho kilitokea ambako wewe haukuwepo, jua hakuna kitu kibaya ambacho kiliendelea ambacho alipaswa kukuficha. Kayode anachombeza hapa, anasema hajawahi kumzingatia sana Beatrice, lakini leo amemtazama kwa uzuri. Hakika Beatrice ni mrembo sana. Mama akatabasamu, akamwambia kijana, kuwa makini. Lakini si ni sifa za kweli? Tazama Beatrice ambavyo anamtazama mkwewe. Huyu ni mchumba wa binti yake, mnajua Alafu na mara ya kwanza nakutana na wewe nilifikiri unalinga sana. Beatrice anasema kweli, anaringa tena haswa, ila wewe ni familia tu. Mama akamtazama mchizi, akaona atapoteza control, akasema anaondoka. Kumbuka alikuwa ameshakunywa waini nyingi sana, akataka kudondoka. Mchizi akamdaka. Akamtazama anavyomshika mkono, afu akasema, wewe ni kijana mzuri sana, Thelma ana bahati sana kuwa na wewe. Alipofika nyumbani, Thelma anauliza, vipi maongezi yake na mama yake yameendaje? Mchizi anasema kwamba Beatrice leo kamuita familia. Unasema kweli? Ndiyo. Anataka kumkumbatia. Akasikia harufu ya mama yake. Wewe, unanukia harufu ya mama yangu unajua? Ni kweli. Na anajipiga perfume kali kinoma. Kuna muda anajiuliza, ama anajizamisha kwenye dumu la perfume nini? Kwa ninavyomfahamu Beatrice, anaweza kafanya hivyo kweli. Hebu tuende kwanza ukaoge tuitoe hiyo harufu.
Miezi 7 sasa imepita tangu ya ndoa ya Thelma na Kayode. Chidi anaonekana na wasiwasi sana, kashika mikataba ya biashara mkononi. Akagonga hapa. Aliyefungua ni Beatrice. Anasema kimadoido, umechelewa. Tazama vazi alilovaa huyu mama nyie. Kulikuwa na foleni tu. Sawa, ingia ndani. Hebu njoka hapa kijana. Chidi anasema hapana, yuko sawa tu. Akatoa mikataba, akamwonyesha Beatrice sehemu gani ambako anapaswa kusaini. Vipi, kuna waini hapa? Chidi akakataa. Unajua Chidi, uko tofauti na wanaume wote eh? Chidi akasema analitambua hilo. Alafu akamsogelea. Unajua wewe ni handsome, umefanikiwa, alafu mkimya sana. Likapigwa fundo hapa la waini. Beatrice, wewe ni mzuri, ila sihitaji hiki ambacho kinaendelea. Wewe umejuaje mimi ninachokitaka? Najua ninachokitaka na sio hiki ambacho kinaendelea hapa. Kwa nini? Au ni kwa sababu ya Thelma? Si unajua kama Thelma ameshaolewa tayari, yuko na maisha yake. Siwazi utaratibu ama maamuzi ya mtu. Ni utaratibu wangu na maamuzi yangu ambayo sipangiwi na mtu yeyote. Nimeshaamua hivyo. Hii ni mikataba kwamba Beatrice kawekeza pesa nyingi katika biashara ya Chidi na alikubali kusaini. Chidi, unajua bado sikuelewi. Unielewi kivipi wewe? Kwani mimi sio mzuri? Wewe ni mrembo Beatrice, lakini wewe ni mama wa rafiki yangu wa utotoni. Na kuheshimu kama mama, lakini pia na kuheshimu kama partner wangu katika biashara. Uwe na usiku mwema. Chidi akasepa. Ametoka nje. Anashangaa, hili ni pepo gani ambalo limemkumba Beatrice? Huku ndani Beatrice mwili wote unamwaka moto, unaambiwa. Yaani anataka kukunwa hapa hapa. Akapiga simu moja tu, alafu akasema njoo pale pale pa siku zote. Fanya haraka. Mama hataki kusubiri kabisa. Baada ya muda huyo mchizi akawa amefika. Akaleta na ua zuri kinoma. Bwana ni Kayode bwana. Huyu ni mkwewe unajua. Imekuwaje tena? Hafu mchizi anajiamini kabisa. Nyie dunia ina laana. Yaani kulala na mama mkwe wako. Wiki 2 mbele, Thelma anaingia ofisini kwake kwa utulivu. Anakuta missed calls 20 kwenye simu yake kutoka kwa mama yake. Alipopiga simu akaambiwa kwamba mama yake alidondoka asubuhi na yuko hospitali. Akamjulisha mume wake, na maanisha Kayode. Baada ya simu kukatwa, Kayode akampigia sana simu Beatrice, lakini simu hazikuokotwa kabisa. Thelma alipofika hospitali, anaambiwa mama yake alidondoka tu, lakini Beatrice anasema kwamba kwa sasa yuko sawa, hajihisi hata kama anaumwa. Daktari naye kama ameingia hapa. Daktari akapendekeza kwamba Thelma wapishe, lakini Beatrice akasema hapana, huyu ni binti yake. Mtoto wako? Akashtuka kwa sababu hajapishana sana umri. Daktari akatoa majibu kwamba ilikuwa ni pressure tu ya kushuka, ukosefu wa maji mwilini, lakini pia Beatrice ana ujauzito. Beatrice ikabidi acheke. Unatania daktari eh? Hapana, una ujauzito wa wiki 12 na kwa umri wako lazima tu ujauzito huu utakusumbua. Kwa hiyo nasubiri majibu yako kama utahitaji kubaki nao ama tuutoe. Daktari akaondoka. Mama, una mimba? Nafikiri. Okay, hiyo mimba ni ya nani? Mama aseme ni nani sasa? Maana wote tunajua kwamba mwenye hii mimba ni Kayode, ambaye ni mume wa mtoto wake huyu anayeongea naye hapa, na maanisha Thelma. Na mama akasema kwamba hii mimba haitoi, yaani anataka kuzaa mtoto wa pili na wa mwisho. Patamu. Thelma anahisi kwamba Chidi ndio mwenye ile mimba ya mama yake, kwa hiyo anataka kuifuatilia ili kupata uhakika kabisa, lakini best friend wake anasema aache kufuatilia maisha ya mama yake kama mama yake hataki yeye kufuatiliwa kabisa. Thelma alijaribu sana kumwomba mama yake amwambie baba wa huyo mtoto ni nani, lakini Beatrice alikuwa na msimamo wake kwamba hiyo ni siri yake mpaka pale ambapo ataona ni muda sahihi kumtambulisha binti yake kwa huyo baba wa mtoto. Kayode alipata simu ya Beatrice. Akaipokea, akauliza, nimesikia una ujauzito, ni kweli? Beatrice akasema ndiyo. Kayode akauliza tena, ni nani baba wa mtoto? Simu ikakatwa. Leo usiku wakakutana pale pale katika chimbo lao, na Beatrice akasema kwamba ana ujauzito na hatoi hiyo mimba. Wewe, kwa hiyo unataka kuzaa na baba mtarajiwa wa huyo mtoto ni nani? Beatrice akasema wewe ndio baba wa huyu mtoto. Sasa inabidi uitoe. Nitoe kwa nini? Nitoe kwa nini? Akamsimulia kwamba haruhusiwi kutoa mimba, maana Prophet alimwambia tangu utoto akijaribu kutoa mimba tu anakufa. Kwa hiyo ufikirii vipi kuhusu Thelma binti yako? Thelma kafanya nini? Thelma si alisema kwamba hataki kuzaa na wewe? Ndiyo. Sasa mimi sinakupa watoto ama? Sikatai, lakini hiyo mimba changa isikufanye ukagombana na familia yako kabisa. Sijali kuhusu Thelma. Akamshika mkono, akampoza mwanaume. Mchizi akatulia. Wiki 2 mbele, ofisini kwa Thelma. Thelma anaongea na mwanasheria wake ambaye anamwamini sana. Anampa kazi, anataka mfuatilie mama yake
kinaga ubaga anataka kujua ni nani ambaye ana mahusiano ya kimapenzi na mama yake. Thelma aliporudi nyumbani akamwambia mume wake Kayode kwamba mama yake ana ujauzito. Nakumbuka yeye ndo binti wa pekee wa mama yake, kwa hiyo mama hana msaada, inabidi waende kuishi na mama nyumbani kwake kwa ajili ya kumsapoti na kumsaidia. Mchizi hakuwa na namna, ikabidi akubali tu, maana akipinga tutauliza kwa nini umepinga, kuna ubaya gani? Kwa hiyo ikabidi akubali tu. Thelma na Kayode wanamuaga mama, wanaenda kazini, lakini mama anabaki na wivu vibaya mno, yaani anahisi kama anataka kupasuka vile. Na ni siku hii tena yule mwanasheria akaleta majibu ya kazi ambayo aliagizwa na Thelma. Hebu nionyeshe. Ikawekwa mezani. Alafu mchizi akasema mama yake Thelma amekuwa katika hoteli nyingi tofauti katika miezi 18. Na alikuwa na nani? Akaambiwa atazame mwenyewe hizo picha ambazo kaletewa. Mtoto wa kike akafungua bahasha. Alichokiona, alijuta kumfuatilia mama yake. Anaona mama yake alikuwa na mume wake katika kila hoteli ambayo alikuwa anaenda. Ina maana mume wake analala na mama yake. Mume wake analala na mkwe wake. Mama yake analala na mume wa binti yake. Alihisi kuzimia. Mwanasheria akasema kwamba walianza kudeti miezi 2 kabla ya ndoa yao. Thelma anakumbuka ile siku ambayo Kayode alirudi akiwa ananukia harufu ya perfume ya mama yake. Ikampa maumivu makali sana kama kachomwa na mkuki wa moto. Akarudi nyumbani kwa hasira. Na huku nyumbani Kayode akawa anamuomba Beatrice kwamba wamwambie ukweli Thelma, kuliko Thelma akaja kugundua mwenyewe ama akaja kuambiwa na mtu baki. Lakini Beatrice akakataa, akasema acha ibaki siri mpaka yeye ambapo ataamua isiwe siri tena. Muda huo huo Thelma kana ingia hapa ndani. Wote wakashtuka. Akatupa zile picha za ushahidi mezani. Mama akaona aibu. Thelma akauliza, ni kwa muda gani mlianza kudeti? Thelma, usijaribu kuongea. Kayode akatulizwa kama ambavyo wamekuja. Akamuuliza mama yake, Beatrice, naomba useme ukweli kwa mara ya kwanza. Thelma, nikisema ukweli hautokupa amani. Sema tu huo ukweli. Nataka kujua ni kwa nini umenifanyia hivi. Mama anasema kwamba Thelma ana wanaume 2 ambao wapo tayari kufanya kitu chochote ili mradi tu wawe na yeye, na bado hajafanya maamuzi ni yupi ambaye anamhitaji zaidi. Thelma anasema kwamba yeye anachojua ana mume mmoja tu. Beatrice anasema, Chidi? Vipi kuhusu Chidi? Thelma anasema kwamba kwani Chidi ni mume wake? Na haya mambo yanamhusu vipi? Kwani Chidi ndio baba wa hiyo mimba? Chidi anakutaka na Kayode naye anakutaka. Kwa nini wewe tu? Thelma anasema kwa hiyo mama yake amelala na mume wake kwa sababu tu ana wivu na binti yake, ndo haribu paka ndoa yake. Akamgeukia mume wake kwa hasira sana, akamuuliza, mmeanza lini kulala na mama yangu? Tangu miezi 2 kabla ya ndoa. Lakini wewe pia sio kwamba ni msafi sana hapa. Unasemaje wewe? Ndiyo, nimekuwa nikikuona ambapo ukiwa na Chidi unakuwa na furaha sana na uwepo wake kuliko hata ukiwa na mimi. Hivyo mwanaume unajisikia unachozungumza kweli? Wewe ni mpumbavu usiyokuwa na aibu wala haya. Mama kanyanyuka akasema, nilipokuwa mama wewe ukaendelea kuwa binti, lakini Kayode alipokuwa akinitazama kila siku kila mara, nilijiona kama narudi kuwa binti tena, nikajipa thamani na nikajiona mimi ni mtu wa maana. Kwa hiyo siwezi kupoteza hiyo nafasi. Unajua inauma kwa kiwango gani mama kumwona binti yake anaishi katika ndoto zake ambazo yeye alizipoteza baada ya kupata mimba ya huyo binti. Akapigiwa makofi na binti yake. Thelma akasema, hongera mama wa mwaka. Akawaambia kwamba anaenda kuchukua taraka, na wewe nitachukua kila mali ambayo ina jina langu, na nyie wote nitahakikisha nawazamisha kwenye matope. Kwa hasira sana akatoka nje, analia kama mtoto, amesalitiwa na familia na watu aliyekuwa anawapenda zaidi. Akampigia simu Chidi, akamuuliza yuko wapi. Chidi akasema kwamba yuko nyumbani. Chidi akasema, unalia vipi, nikufate? Mtoto wa kike akasema, hapana, nakuja mwenyewe nyumbani kwako. Akawasha gari akaondoka. Akafika nyumbani kwa Chidi. Chidi akatoka akaenda akampokea, akamleta ndani, akamchemshia kawa kidogo, kisha akamuuliza kitu gani ambacho kimetokea. Mtoto wa kike alimueleza kila kitu. Chidi akasema, watu ambao wamehisi kwamba wanaweza wakapata mbadala wako, haupaswi hata kuumia kichwa kwa ajili yao. Kwa sasa usijifanye wewe una nguvu ama ni mgumu. Lia, toa machozi, umia, acha sumu itoke nje. Baada hapo utasahau kila kitu na maisha mengine yataendelea. Mtoto wa kike akasema kwamba best friend wake anamsubiria kwa sababu alimwambia anaenda, wacha atoke, alafu akiwa sawa atamtafuta wazungumze. Kusalitiwa inauma, lakini kusalitiwa na mpenzi wako kwa mama yako mzazi, hiyo haiumi tu, inakutafuna mdogo mdogo katika moyo. Unaweza ukafa huku unatembea unaambiwa.
Telma analia muda wote. Leo kaingia bafuni, hataki hata kutoka bafuni. Ilibidi aitwe Chidi hapa. Chidi akaja akambembeleza sana, mtoto wa kike akakubali kufungua mlango. Chidi akawa anamzingatia sana Telma mpaka wakajikuta wameingia kwenye mahusiano. Felicia ambaye ni mama wa Beatrice alisikia hii kesi, akaja akasema kwamba mama, unapaswa kutoa maumivu kwa binti yako, sio kuwa maumivu kwa binti yako. Mama, usiniite mama mimi. Kila siku unamwonea wivu binti yako, halafu wewe mwanaume unajua kwamba wanaume dhaifu siku zote wataharibu vizazi ili kufurahisha tu tamaa zao. Nisamehe mama. Sitaki msamaha wako. Kwanza hili ni jambo la familia. Beatrice, achana na huyu kijana. Hapana. Unasemaje? Umenisikia mama? Hamna kitu ambacho umeshawahi kunipa furaha wala faraja. Kwako mimi wewe ni mtu wa lawama, kunisimanga, kunikosoa. Nimekosa upendo na kuiona thamani yangu, halafu leo nimevipata hivyo, unataka niviache kirahisi tu? Siwezi kumwacha. Kwanza nimeshapoteza binti yangu, sijui kama atarudi tena milele, na ujauzito ni wake. Sasa nimwache yeye, niende wapi? Niende kwa nani? Wewe kijana, unajua umeharibu maisha ya wanawake wawili. Kuanzia sasa Beatrice, na kutoa kwenye kila kitu cha familia, kampuni na akaunti za pesa. Binti yako najua atapona tu, lakini nyie wawili, aibu haitotoka katika sura zenu milele. Mama kaondoka zake. Miezi 4 sasa mbele, Chidi na Telma wamehamia katika nyumba mpya na mahusiano yao yamekuwa ni mazito, wanapendana kinoma noma. Simu ya Telma ikaita. Alikuwa ni Simi, best friend. Telma, nina habari mpya. Okay, niambie. Mama yako amejifungua. Telma alishtuka. Lini? Ni siku 2 sasa. Mtoto wa kiume na yuko salama kabisa kwa ninavyosikia. Sawa. Vipi, utaenda kuwaona? Telma akajifikiria kidogo kisha akasema kwamba hapana. Simu ikakatwa. Akatoka kwenye balcony. Vidonda bado ni vibichi, anasikia maumivu makali. Kuna message zikaingia. Ni kutoka kwa Kayode. Mchizi anasema kwamba Beatrice kajifungua. Mtoto ni wa kiume, amefanana sana na wewe. Naomba nisamehe kwa yote ambayo nishawahi kukukosea. Mtoto wa kike kafuta kila kitu. Chidi akatokea pale. Akamgeukia Childi, akamkumbatia ili kupata pumziko, kupata farijio, kupata faraja. Movie inaitwa The Long Way Home. Mimi naitwa Seda. Ipo katika channel ya Uche Montana na hii ni Recaps 97. Subscribe baada ya kugusa alama ya kengele. Nilikuwepo wanangu. Chao.